Danieli 2:21 inasema yeye ubadili majira na nyakati, uzuru wa falme na kuamilikisha wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ubadili majira na nyakati. Muda wote Mungu anasema kwa kuna mvua, kutakuwa kuna mvua. Muda anasema kusio kuna mvua, kunaweza kusio kuna mvua. Kwa nyakati na majira yanabadilika. Mungu ndo anashikilia nyakati na majira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kuna mtu mmoja alisema ogopa sana kumdharau mtu aliyembeba Mungu, kwa sababu hujui nyakati na majira ambapo Mungu atamzukia na kubadilisha maisha yake. Lakini sio, nakumbuka habari ya wana Israeli. Mungu alipokaribia kuwapiga wa Misri kwa pigo la mwisho, pigo la 10. Ukisoma ile Kutoka 12 mstari wa kwanza na pili, inasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu ninyi wana wa Israeli. Ndio maana nasema mbele za Mungu anytime can be a new year to somebody. Tembea na Mungu vizuri, maana Mungu ndiye anashikilia majira na nyakati, ili uweze kujua mwaka wako mpya ni upi. Biblia inasema tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utafute mwaka wako mpya wewe binafsi mbele za Mungu. Anza majira mapya na Mungu wewe binafsi na Mungu wako, kwa kutafuta uso wa Mungu. Life is spiritual and every day is spiritual. Kila siku mbele za Mungu ni siku ya kiroho. Hakuna hata siku moja ambayo sio siku ya kiroho. Kila siku, kila wiki, kila mwezi ni siku ya kiroho. Ndio maana ni muhimu kuombea 2026. It's very important. Ni muhimu sana. Ni miaka mingapi imepita, kuna vitu umevitamani hujaviona. This is your year. You have to experience it, you have to see it coming in your life. Then why should we pray for the new year? Kwa nini tuwekeze maombi kwa ajili ya mwaka 2026? Ya kwanza unasema to actualize God's promises, ili uweze kuziishi na kuziona zile ahadi Mungu ambazo amekupatia, ama prophecy ambazo Mungu ameziachilia. Yamkini uko OM, yamkini uko Capstone, yamkini uko TG, yamkini uko KKT, yamkini uko chachi yoyote ambayo uko na mabudu Mungu, well and good. Inawezekana kuani pale ataachilia neno kwa ajili ya 2026. For you to actualize it, for you to see it coming in your life, you have to invest in prayer. Wewe ni shahidi, kuna nabii nyingi sana watu wamepewa na hazijatimia, nyingi ambazo kuna mtu mwingine alipewa nabii halisi kabisa na hazijatimia. Kuna nabii za uwai zimetoka na watu wamekuja wamepoteza maisha yao. Kuna nabii za kufanikiwa zimetoka na watu hawajafanikiwa. Why? Kwa sababu nabii zinatakiwa kuatamiwa. Being prophesied is one thing, actualizing that prophecy is another thing. Na kosa liko kwa nabii. Kosa ni kwamba tunautunzeje huo nabii mpaka uweze kuzaa matunda. Ndio tunakuja kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alimwambia Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Akisema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Fight by using the word of prophets. Hours of ministries, Mungu ashatupaga neno kwa ajili ya 2026. Mungu ashasema 2026 utakuwa ni mwaka wa abundance. Utakuwa ni mwaka wa utele. Mungu ashatuambia utakuwa ni mwaka, tutakuwa na vitu zaidi ya vile tunavyohitaji. Meeting za mwakani tutaandaa without stress, kwa sababu tutakuwa tuna pesa zaidi zile ambazo tunazihitaji katika jina la Yesu. Karabadiandasa na bagada. Tutakuwa na vitu si kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kugusa maisha ya watu, kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Kuna siku sisi tuna group la partners, niliwaambia watu vision ambayo tuko nayo, it to touch people's lives. Kuna watu wanagonga mawe, hawana lunch. Kuna watoto yatima wako mashuleni, wanakosa ada, wanakosa nini. So Mungu anatupeleka huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuweze kukutana na utele nabii, tuatamie kwenye maombi. Tuatamie kwenye maombi mpaka tuweze kuona utele unatimilika katika jina la Yesu. Na neno si ambalo tunasimamia ni Yohana 10 mstari wa 10, lakini unasoma pale kwenye version moja inaitwa TPT, anasema I've come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness,
until you overflow.